Jeshi la Polisi mkoa wa Kagera linawashikilia watu wawili ambao ni Kevin Payson Mdoro wa miaka 42 Mnyiha. Huyu ni mganga wa jadi mkazi wa wilaya ya Mbozi mkoani Songwe, na Landa Niseme Mlomo, huyu wa miaka 64 ni Mnyamwanga, mfanyakazi katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya Vwawa iliyoko wilaya ya Mbozi mkoani Songwe kwa tuhuma za kupatikana na viungo vidhaniwavyo kuwa ni viungo vya binadamu. Mnamo tarehe 27 Januari 2025 majira ya jioni katika manispaa ya Bukoba mkoa wa Kagera, Kevin Payson Mdoro alikamatwa katika nyumba ya kulala wageni iliyoko Kibeta akiwa na viungo vilivyodhaniwa kuwa ni vya binadamu, ambapo alikamatwa na mfupa mmoja wa taya la binadamu, kipande cha moyo wa binadamu, kipande cha sehemu za siri za mwanamke, kipande cha kondo la nyuma la tumbo la uzazi la mwanamke. Lakini pia mtuhumiwa huyu alikamatwa na vitu vingine ambavyo ni vipande viwili vya ngozi iliyokaushwa idhaniwayo kuwa ni ngozi ya nyoka aina ya chatu, ngozi moja ya nyoka wa kawaida, pembe mbili za mnyama wa porini, vipande vitatu vya mifupa ambavyo bado haikubainika mara moja kama ilikuwa ni mifupa ya binadamu au mnyama gani. Baada ya kuhojiwa, alieleza kwamba vifaa hivyo yeye huvitumia kwenye shughuli zake za uganga wa jadi. Lakini alipohojiwa zaidi, kavitoa wapi? Alieleza kwamba viungo hivyo au vitu hivyo alivyokamatwa navyo alipewa na mtu mmoja aliyemtaja kwa jina la Landa Niseme Mlomo kuwa ndiye aliyempatia viungo hivyo huko Mbozi mkoani Songwe. Kama nilivyoeleza hapo awali kwamba huyu Landa ni mhudumu katika chumba cha kuhifadhi maiti katika hospitali ya Vwawa iliyoko wilayani Mbozi mkoani Songwe. Kufuatia taarifa hiyo iliyopatikana kwenye mahojiano hayo, basi taratibu za kumkamata Landa kule mkoani Songwe zilifanyika, akakamatwa na akaletwa hapa tayari kwa hatua sahihi za kisheria. Uchunguzi unaendelea ili kubaini nani hasa wako kwenye mtandao huu, kwa sababu kama kweli alipewa na huyu alipewa akafanyia nini? Je, huyu mtu wa mochwari ameshatoa viungo kutoka kwenye miili ya watu waliohifadhiwa kwenye chumba hicho kwenye maiti ngapi, na wangapi ni wateja wake wakuu? Lakini huyu bwana Payson alijuaje kama akija Kagera na viungo hivyo atapata wateja? Alijuaje? Maanake kuna syndicate inayounganisha kati ya Songwe na huku. Sasa kusudio letu ni kufumua huu mtandao mzima, sababu leo hawa wamepata kwa mhudumu wa chumba cha maiti, kesho wakikosa kutoka kwa mhudumu wa chumba cha maiti watamuua mwanadamu ambaye ni mzima au wataenda kufukua makaburi. Sasa ili kuondokana na hili, basi lazima tuhakikishe kwamba tunaubomoa kabisa mtandao mzima ambao nani washiriki, nani wateja, lakini nani wako katikati hapa, kwa sababu kutoka Songwe kuja mpaka huku ni kilomita nyingi. Nini kilimleta huyu mganga wa kienyeji kuja huku? Kilichomwaminisha kwamba huku kuna soko? Ni wazi kwamba kuna watu ambao walimwambia njoo huku tutafanya biashara, na yawezekana tulimwahi kabla
hajaingia na hivi viungo vyake sokoni. Kwa hiyo lengo letu ni kuhakikisha kwamba tunaubomoa mtandao mzima na kuhakikisha kwamba matukio haya hayajirudii. Tukumbuke ni miezi michache iliyopita, kwa maana ya mwishoni mwa mwaka jana, tulimpoteza mtoto Asimwe huku kwa tamaa hizi za watu wanaotafuta kujipatia fedha kwa haraka kwa njia ambazo sio sahihi. Sasa isifike mahali watu wakaona Kagera ndio mahali ambapo biashara hii inaweza kufanyika. Tutahakikisha kwamba hili linafika mwisho na wote walioshiriki kwenye mtandao huu basi tutawafikisha mbele ya vyombo vya sheria kwa maana mahakamani, ili haki iweze kutendeka na hili lisiendelee kutumika na hatimaye kuendelea kuathiri maisha ya Watanzania wasio na hatia, lakini pia kuendelea kuchafua mkoa wetu wa Kagera.